Sikia, Mungu hakujibu kwa sababu naomba sana, ila Mungu anaangalia neno lake apate kulitimiza. Anaangalia moyo wako unaona nini katikati ya kuomba kwako, kwa sababu Mungu anapendezwa na imani iliyoko ndani ya muombaji, yaani kwamba uwe na picha ya kile unachokiomba. Ikiwa unaomba kwa sababu ya kuomba, unatoa maneno kwenye midomo yako, lakini huna picha ya kile unachokiomba katika moyo wako, una hakika unapigana wewe mwenyewe. Hata shetani akitaka kuja kukupiga chenga hatumii nguvu nyingi, na wala hawezi kupambana na maombi yako, kwa sababu anakuwa na uhakika. Kama ni kitu anaweza hata kusindikiza uendelee kuomba, kwa sababu atakuwa na uhakika unaendelea kupoteza muda. Atakutia na moyo kabisa kwamba endelea kusubiri, ili kwamba usije ukatengeneza mtazamo ndani. Ndio maana ni watu wengi, ni watu wazuri sana kwa matendo, ni watu wazuri sana kwa imani, kwa jinsi ya utaratibu uliopo katika makanisa na kila sehemu. Si watu watenda mabaya, lakini kuna mahali katika imani zao kuna shida, kwamba hawawezi kutengeneza picha, hawawezi kutengeneza matarajio wanayoyataka ndani ya mioyo yao. Ni watu wa midomoni. Ndio maana maombi yao na matendo yao vyenyewe tu vinapingana. Maisha yao na maombi yao vinapingana. Una uhakika tayari ni ngumu sana kufikia ushindi. Ushindi unautengeneza kwanza kwa utulivu. Ujue nini unakiomba, kwa nini unakiomba, kwa nini. Mungu huwa kwa mtu unayependa kutengeneza picha, jifunze kuwa na utulivu wa kumpa nafasi Mungu akufunulie nini kinachokupasa kwa wakati huo sahihi, kwa maana kila jambo kwa wakati wake. Kwa wakati huo nini kinachokupasa wewe, kikishatengeneza picha ndani yako, manake wewe unaenda kukichukua kwa matamko mbele za Mungu, na Mungu anakupatia. Hakupatii kwa sababu ya wewe umesema, ila kwa sababu anaona kwanza umekiatamia kutokea ndani, na kinavyokuja kinatokea ndani, na unakuwa unajua kwamba amenipa Mungu, na nguvu za Mungu zinahusika kukitunza, kukilinda. Hata kikija kwenye maisha yako kinakuwa hakiheng tu, kiko katika misingi na kinalindwa na nguvu za Mungu, kwa sababu kimetoka kwa Mungu, na utakuwa na nguvu ya kuendelea kukiombea kwa imani vile vile. Hata ukigundua kinaharibika, kama ni wazo kama ni wazo labda la biashara, ulilitoa kwa Mungu, ulilitoka kwa Mungu kwa ile picha, ama ni ndoa ilizaliwa kwa ile taswira ambayo Mungu alikupa ndani yako, ukaizaa kwa maombi katokea, na una hakika ndani yako utakuwa unajua, hata mahali ukigundua hapajakaa vizuri, wapi uliipata, utajua yeye peke yake ndo anaweza kurekebisha. Hutaanza kupambana kwa jinsi ya nje. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe.